Hi guys, karibu tena kwenye channel yangu official Mina's Vlog. Kama wewe ni mgeni, channel hii iko mahususi kwa kuzungumzia maisha na changamoto za Gulf. Lakini kama wewe ni mwenyeji, karibu sana, na nimewaacha sana guys, lakini sio kwa makusudi yangu, kutokana na ubize kama mnavyojua. Kila siku unasema kesho kutwa, mambo yanakuwa mengi muda mchache. Sasa hivi nitajaribu kutenga japo hata kama ni dakika 30 za kula dakika 5 nitoe niwaekee update za kila kitu kinachotoka. Lakini pia kama wewe ni mgeni hujachelewa sana, muhimu subscribe. Lakini pia shuka huko chini, kuna video nyingi sana zina majibu ya maswali yako yote ambayo uko nayo yanayohusiana na safari za Gulf, sana sana Dubai na Oman. Jamani, msiniulize swali kama hujaangalia video. Mtu anakufuata na kwambia nimekufuatilia YouTube, kumbe mvivu kwa kala video YouTube, anafoka anaanza kuuliza niambie bed space gharama shilingi ngapi? Niambie si uvika napata wapi? Kwanza kuelimisha tena mtu mmoja mmoja, mimi siwezi waga na mjibu tu. Au mwingine anakuja tu anakuuliza, "Dada nataka nije vipi, kuna kazi?" Najibu tu shortcut kwamba hakuna kazi. Sasa leo niko na topic mbili, lakini nitafanya video mbili sio moja. Video ya kwanza kabisa naanza na ninyi ambao mnatarajia kuja Dubai. Guys, kila siku wanaongea, na ipo video nafikiri ya 4 au ya 5 au ya 3 nimeongelea kuhusu gharama za kuja Dubai. Kuna hizo gharama za kuja Dubai nimeelezea vitu vingi karibu vyote. Yaani kama vitapishana gharama yake labda 20,000, yani sio kubwa sana. Lakini bado mtu anakuja anafanya mistake. Guys, msifanye mistake. Jamani, ugaibuni tofauti na Tanzania. Vitu ambavyo hatujui. Tanzania unaweza kukosa sehemu ya kulala ukaenda kwa mshikaji akakugongea. Yaani mtu tu kafika ni stili leo nimefanyaje, akakupeleka kwa mjumbe akithibitisha kama hela ya umeme akakupa hifadhi. Dubai huko hakuna. Ndio maana nasema mtu kama unaweza kutafuta pesa ya tiketi zaidi ya milioni 1, unaweza kutafuta pesa ya visa zaidi ya 700,000, basi pia utafute na pesa ya accommodation kwa wasioelewa, pesa ya sehemu ya kulala. Lakini pia kama unaweza kutafuta tiketi, visa, tafuta na pesa ya commission ya kazi. Jamani, uwema kuna muda mnakuwa kama mnanilipa au nalipwa. Jamani, mimi sio agent, nasema kwa waliofika unaweza kuwapeni ushuhuda. Sina mtu mmochukua pesa yake. Pesa azidi ipungui, pesa ambayo nitachukua mimi ni utakaolipa sehemu ya kulala, kwa sababu niko na bed space. Hiyo mimi hainishughulishi, kwa sababu hata kama hujakuja wewe, niko na wateja wapo hapa ambao wapo. Umeelewa? Na ile ni kawaida biashara ambayo inananiwa. Lakini ninachokifanya mimi ni msaada au kuelimishana. Basi na wewe thamini japo kidogo kitu ambacho nakifanya. Bado mtu sasa hivi wanamchezo kupeana namba. Mtu anatoka Tanzania, kakata tiketi, kapata visa, ana pesa ya sehemu ya kulala, ana pesa commission, akifika airport anashangaa, labda anamtafuta mshikaji wake, anambia mtafuta sister wewe hapo atakusaidia. Ana sehemu ya kulala, unakuta mtu anakupigia, "Dada nitumie location nataka DJ," unajua. Basi sawa, okay. Unawezekana usimuulize ukamwelekeza akaja. Anafika hapo, labda utasema sasa hivi kachoka, ngoja nimpe kitanda alale. Kesho unamuita tuongee, mwenzangu wewe vipi, umekujaje? Si unifanye haya, vipi pesa ya kulala? Dadangu nisaidie hata sina mpaka niombe nyumbani. Wewe umekujaje Dubai? Ulipangaje safari? Yani ulikurupuka mfanya tukio umekurupushwa au umepangaje safari? Dada sio nini, lakini nitaomba, hamna shida, naomba nikae. Tayari unakuwa umedisappoint, kwa sababu kwa waliofika huko wanajua maisha ya Dubai expensive sana. Maisha ya Dubai ni expensive, yani sio kuliko hata wapi, sio niseme wallahi, maana Ulaya sijafika. Maisha ya Dubai hasa sehemu ya kukaa ni expensive kuliko chakula. Jamani, note, kama umeshindwa kujiandaa, kama labda una milioni 1.5 tu ambayo itakufanya upate tiketi na visa, basi usije mpaka upate pesa ya accommodation, upate pesa ya commission. Yani hivi vitu viwili watu unakuta mtu kaja, haya basi haya, hela ya sehemu ya kulala utaomba. Vipi na commission? Commission mimi sina. Kwani dada hapa mimi siwezi kupata kazi mwenyewe, nitakuwa naamka natembea. Mimi nakuacha. Nakwambia okay, omba nyumbani pesa sehemu ya kulala, hangaika kwenye makampuni upate kazi. Lakini nitakwambia tu kama hii Dubai. Hii Dubai sio Tanzania.
hii kwamba utafika walobahatika katika tunaekea. Kwa nini tunaekea lazima tuwe commission? Wapo walobahatika hata hapa Kongo wamefikia, mtu ana hela amebahatika kaangaika kapata kazi, lakini ni asilimia chache. Na kama umekuja na visa yako mwezi mmoja uchache, inaweza kukuishia ukapata matatizo, ukapata tu shida au overstay ya nini. Na ndio maana nasisitiza mtu ukija umejikamilisha, una pesa sehemu ya kulala, una pesa commission, umekuja hapo na yani uko vizuri, inakuwa rahisi. Yani labda ukose kazi kutokea kazi, lakini sio ukose kazi kwa sababu una commission. Dubai commission ndio kila kitu. Japokuwa serikali hapa hairuhusu mambo ya commission, ndio maana mtu akutapeli huwezi kwenda kumshtaki kwa sababu wenyewe ishasema kazi hamna kununua. Ila sisi binadamu ndio imewekwa system hiyo. Kingine nasema mimi sio agent, sijuani na mabosi. Yani sio kama mimi najuana na watu wenye makampuni, no. Ukifika hapa nitakachokusaidia mimi ni kuangalia agent gani mzuri, agent gani yuko vizuri, ana moyo wa kibinadamu, na nitakushauri una kazi hii nimepewa commission hii, nenda huyu namjua wewe. Ukifika mwambie tu akupeleke, kama unafanya interview, kama ukipewa offer letter mpe lake. Alaasha agent basi mjue, mtambele agent mimi kwangu hapa, ID yangu hapa, huyu commission anachapa, mwache aende akaconfirm kazi. Akipata kazi akiconfirm, wewe pesa yako ndio chukua hapa, utaniambia nikutumie. Lakini sio kama mimi unafika hapa kwamba unakuta mtu nitafutie kazi, unafika hapa unajua mimi ndo ninajuana na mabosi au nini. Nimekataa hicho kitu. Sio kama nashindwa kwa muda nloka hapa kutafuta mabosi kwenye makampuni kwa wananipa kazi, lakini sitaki agent. Bosi wengine waongo. Bosi atakuja atakwambia mimi mtu namtolea idea na kutumikisha kama uafu idea kutolea, yani utasaidia hata atumia. Ukikosea kwa mtu huyu umeingia ubaya. Ndio sababu sitaki agent. Bora nikupe direction, nitakusaidia kama kuna agent mzuri au mbaya, na kama itashindikana kwa uwezo wa Mungu ufike hapa. Kama unataka nikufuatie airport, labda ndio kitu ambacho utanilipa mimi kwa sababu natoa muda wangu. Sio umenielewa? Ukitaka nikupe invitation ni kitu ambacho utanilipa mimi kwa sababu natoa muda wangu, mwaliko. La hasha kusema utatoa hela ya airport pale upite, basi sawa. Lakini tofauti na hapo, sichukui pesa ya mtu. Kila anayekuja kwa pesa yake mtu anabaki nayo mwenyewe. Ikitokea kazi naambia kuna kazi commission nini, nenda. Hicho ndio kitu ambacho nafanya. Kwa hiyo mimi sio agent. Sio agent, narudia tena. Hiki kitu nakisisitiza, lakini bado unakuta mtu haelewi. Mtu anakuuliza kuna kazi uko nataka nije? Mimi mtu nakujibu hakuna. Basi unaweza kusema wewe sister kavu, lakini ndio ushakujibu nishamaliza. Kwa hiyo guys, kama unataka kusafiri, lazima kichwa chako kiwe attention. Lazima utafute details. Details unazipata wapi? YouTube. Sasa hivi hata kama nataka niende Europe, nataka niende wapi, sishangai kitu kwa sababu nikikaa, kama una mpango kwenda Marekani, lazima ufanye research kwa watu ambao wanaishi Marekani, ambao ni YouTube hapa wanatoa update. Kwa hiyo na wewe kama una safari ya Dubai, lazima jitengee tu. Ukipata bando achana na Instagram, ingia YouTube, tafuta video ambayo inahusiana na mambo ya safari. Soma. Hicho ndo kitu ambacho kimeneka mimi hapa leo. Jamani, msisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Mkinifurahisha kwa kulike sana na subscriber, na mimi kila siku nitakuwa naita update. Kuna update kila siku zinatoka. Lakini kuna muda nakosa time, lakini pia mtu unanyong'onyea ukipost video ukikuta viewers 400, unasema yani watu kibao viewers 400 au viewers 400 like 3. Unasema kumbe ni wachoyo au wezi wa fadhila. Yani wewe unatoa elimu, unashindwa kulipa hata kwa kubonyeza tu, kwa sababu ukibonyeza ukatwe bando wala ufanyaje. Jamani, duniani hatuja kuja kupata shida. Kila mtu amekuja kwa kusudio lake. Kila mtu amekuja, tafuta njia ya kutafuta. Kama unapata pesa Tanzania, tafuta Tanzania. Kama umeona Tanzania kugumu, njoo jaribu na huko. Kumbuka mtu atakayechomelea vyuma Tanzania atalipwa 300, atakayechomelea vyuma hapa atalipwa 700. Kuna utofauti mkubwa sana. Kwa hiyo nisiwachoshe. Msisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Bye bestie.